Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa mji wa mbali, aliishi mwanaume aliyeitwa Musa. Musa alikuwa mtu wa kawaida tu, mfanyakazi wa vibarua, mwenye ndoto kubwa lakini maisha madogo. Alikuwa na mke wake mpendwa, Amina, na watoto wao wawili, Baraka na Neema. Maisha yao hayakuwa rahisi. Kulikuwa na siku walilala njaa, siku walikosa hata sabuni ya kufulia, lakini pamoja na yote hayo, walikuwa na furaha ya ajabu. Amina alikuwa mwanamke mwenye subra, mwenye imani na aliyeamini kuwa Mungu angewatoa siku moja katika hali hiyo. Lakini Musa, moyoni mwake kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamtafuna. Alitamani mafanikio ya haraka, alitamani kuheshimiwa, alitamani kuacha kuwa maskini. Siku moja, akiwa amekaa kwenye kibanda cha pombe na marafiki zake, alikutana na mzee mmoja wa ajabu. Mzee huyo alionekana kuwa na nguvu zisizoeleweka. Macho yake yalikuwa mazito, sauti yake ilikuwa ya kuvutia. Alimwambia Musa kwa sauti ya chini, "Naona una shida kubwa ya pesa, lakini pia naona una kitu cha thamani sana unachokishikilia." Musa alishtuka. "Unamaanisha nini mzee?" Mzee akatabasamu kidogo. "Una familia. Hiyo ndiyo mali yako kubwa, lakini kama ungeweza kuitoa kafara, ungepata mali zaidi ya unavyoweza kufikiria." Musa alicheka kwa dharau mwanzoni, lakini maneno yale yalibaki akilini mwake. Usiku ule aliporudi nyumbani, alikuta watoto wake wamelala bila chakula. Amina alikuwa amekaa pembeni, macho yakiwa mekundu kwa machozi. "Musa, hatuna hata unga wa kupika kesho." Maneno yale yalimchoma moyo. Ndipo wazo la mzee likaanza kukua ndani yake. Je, kama kweli kuna njia ya kupata pesa? Je, kama ni sadaka tu ya muda, labda hawataumia? Alijaribu kulifukuza wazo hilo, lakini kadri siku zilivyoenda, njaa ilivyoongezeka na mateso yalivyokuwa makubwa, ndivyo wazo hilo lilivyozidi kuwa na nguvu. Baada ya wiki kadhaa, Musa alimtafuta yule mzee. "Na nikikubali nitapata nini?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Mzee alimwangalia moja kwa moja. "Na utapata pesa, utajenga nyumba, utaheshimiwa, lakini kumbuka, kafara ni agano, hakuna kurudi nyuma." Musa alinyamaza kwa muda mrefu, akafikiria watoto wake, akafikiria mke wake, akafikiria njaa. Kisha akasema kwa sauti ndogo, "Na kama nikikataa baadaye?" Mzee akatabasamu kwa huzuni. "Ukisha kubali, tayari umechagua njia yako." Musa akafunga macho yake na kusema, "Ninakubali." Kuanzia siku hiyo, mambo yalibadilika kwa kasi ya ajabu. Musa alipata kazi nzuri bila kutarajia. Pesa zilianza kuingia, akaanza kuvaa vizuri, akaanza kujenga nyumba kubwa. Lakini ndani ya nyumba yake kulikuwa na ukimya wa ajabu. Amina alianza kuwa mgonjwa mara kwa mara. Watoto walikuwa wakilia usiku bila sababu. Nyumba ilijaa hofu isiyoeleweka. Amina alimwambia siku moja, "Musa, kuna kitu si sawa. Nahisi kama kuna kivuli ndani ya nyumba hii." Musa aliyekusha macho yake. "Ni mawazo tu. Sasa tuna maisha mazuri." Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Siku moja usiku, Baraka alipiga kelele kwa hofu. Alisema ameona mtu mweusi akisimama pembeni ya kitanda chake. Siku iliyofuata, Neema alipoteza fahamu ghafla na Amina alianza kudhoofika sana. Madaktari hawakuona ugonjwa wowote. Musa alianza kuingiwa na wasiwasi. Alimtafuta yule mzee tena. "Umesema hawataumia?" Mzee akamjibu kwa utulivu, "Sikusema hivyo, nilisema utapata pesa. Kafara ina gharama yake." Musa alipiga kelele, "Sitaki tena, nachukua familia yangu na rudi maisha ya kawaida." Mzee akamwangalia kwa macho makali, "Ulichelewa, tayari umewatoa." Ndani ya muda mfupi, hali ilizidi kuwa mbaya. Amina alipoteza maisha kwa ugonjwa wa ghafla. Watoto walifuata mmoja baada ya nyingine kwa hali ya kutatanisha. Nyumba kubwa ya Musa ikageuka kuwa kaburi la kumbukumbu.
Pesa zilikuwa bado zipo, lakini hazikuwa na maana tena. Usiku alianza kusikia sauti za watoto wake kwa kumuita, "Aba, kwa nini ulituuza?" Alianza kuona kivuli kile kile kilichowatesa watoto wake, sasa kikimfuata yeye. Hakupata usingizi, hakupata amani. Siku moja, majirani walimkuta Musa akiwa amekaa peke yake ndani ya nyumba yake kubwa, akizungumza na hewa. Alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Alikuwa akilia, "Nirudishieni familia yangu, chukueni pesa zote." Lakini hakukuwa na aliyemjibu. Hatimaye, Musa alipoteza akili kabisa. Alibaki kuzunguka mitaani, akisema maneno yasiyoeleweka, akilia na kucheka kwa wakati mmoja. Na nyumba yake kubwa ikabaki tupu. Hadithi ya Musa ilibaki kuwa onyo kwa watu wote wa kijiji. Hakuna utajiri unaostahili kubadilishwa na familia, na kila njia ya mkato ina mwisho wake, na mara nyingi mwisho huo huwa wa giza.